Bana, mambo vipi mtazamaji wa YouTube channel yangu bana. Timu zetu za Tanzania zote zimetoka. Haijalishi umeondoka na pointi 8, umeondoka na 9, umeondoka na 5, umeondoka na ngapi, lakini zote timu 4 kwa maana zilizokuwa zikishiriki mashindano ya klabu bingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho zote hatima yao imefikia mwisho. Lakini yote kwa yote mtaani kuna vicheko, kuna wengine wanacheka wanasema dua yao imetimia, na wengine wapo wamekaa kimya, wana huzuni ndani ya mioyo yao kwa sababu malengo yao wao binafsi kama klabu walishatekeleza au majukumu yao walishatekeleza, lakini unapofanya jambo kwa kutegemea mtu na yeye akufanyie, hapo ndo panapokuwa pabaya, hapo ndiko kunakokuwa pabaya, kwa sababu uweze kujua na yeye malengo yake ni kitu gani. Kwa hiyo hii kwa namna moja au nyingine katika maisha tunatakiwa au vilabu vyetu kuna namna vimejifunza kwamba unapokuwa unatafuta jambo lako, usitafute jambo lako kwa kumtegemea mtu akufanyie. Tafuta jambo lako kwa kutumia mbinu zako au nguvu zako wewe mwenyewe uweze kulitimiza kwa namna unavyotaka wewe liende. Ikitokea situation kama hii inakuwa inaleta mambo mengi sana, yatazungumzwa mambo mengi sana. Ingepanda, ingeshuka, ingekuwa Yanga angetoa sare kule Morocco. Yote kwa yote ameshatokea, timu zimetoka, zijipange kwa msimu ujao, zijipange kwa mashindano mengine. Vita hii imehamia sasa kwenye ligi kuu ya NBC, kwani ukiwasikiliza mashabiki pamoja na wanachama wanasema tarehe 1 mwezi wa 3 sio mbali. Lakini pia kikubwa zaidi ni kwamba Young Africans amechagua yeye kama mwenyeji wa mechi hiyo, amechagua Amani Complex, Guantanamo Bay, pale ambapo JS Kabili amepokea kichapo cha mabao 3-0 jana. Uwanja huo nafikiri ndio unakwenda kuchezwa dabi ya tarehe 1 mwezi wa 3. Sasa usicheke ukamaliza vicheko, usiongee maneno ukamaliza. Shabiki wa Simba, shabiki wa Yanga, ongea maneno kwa vituo, kwa sababu tarehe 1 mwezi wa 3 ni mbali kwa maana ya muda wa kuishi wa Mwenyezi Mungu, lakini sio mbali kwa maana ya masaa ya kuhesabu kuelekea joto la dabi ya Kariakoo hiyo tarehe 1. Hapa namaanisha kitu gani? Unaweza ukawa usinielewe kwamba kwa nini nimesema si mbali. Si mbali kwa sababu kwenye maandalizi ya klabu hizi mbili inapofikia mashindano makubwa au inapofikia swala la dabi, huwa zinahitaji muda mrefu zaidi wa kujiandaa. Kwa hiyo tarehe 1 si mbali kabisa. Kwa hiyo yote kwa yote, shabiki, mwanachama, unapokaa vijueni usimalize maneno, zungumza kwa mipaka. Huo ndio ushauri wangu, kwa sababu upande wa kwanza mwenyeji yeye anatamba, anasema yeye ataendelea alipoishia, lakini upande wa pili naye ana deni, anatamani kukata mzizi mti ambao umepandwa na mwenyeji wa mchezo unaofuata. Kwa hiyo huyu mgeni anatamani kukata mzizi, mwenyeji anatamani kuendelea kumwagilia mti kutoka pale alipoishia msimu uliopita. Kwa hiyo yote kwa yote, tusimalize maneno, tusubiri. Ni muda wa kukaa na kusubiri tuone nini kitatokea, lakini tukutane saa 1 ndani ya kipindi cha michezo cha Kariong FM 106.3 tuweze kujadili mambo mengi zaidi. Tutaongea mengi zaidi pale, nafikiri tutaelewana na kuongea kwa fakti zaidi. Hapa tunagusagusa tu.